Hello everyone. Leo tunajibu swali la shabiki. Anasema brother, mi nimenunua shamba. Then 10 years later naambiwa kwamba hiyo shamba si ya huyo mtu na kuna mwenyewe. Sasa because of that kuna two issues tunataka discuss. How you buy land in Kenya and due diligence. So due diligence is part of how you buy land. Lakini naona ni vizuri kabisa discuss kabla tuende katika hiyo process ya kununua mashamba hapa Kenya. So kabla uingie katika mkataba wa kununua shamba, ndugu yangu, fanya yafuatayo. Mwanzo muombe huyo mtu title deed. Akishakupatia title deed, kachukue dokumenti mbili, search ama green card. Lakini mimi nitakushauri uende ukatafute green card. Green card is a copy of the registrar. Search inakuonyesha mwenye shamba kwa sasa ni nani. Green card inakupatia historia ya shamba nzima, kuanzia mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa mwisho wa sasa ambaye kwamba anamiliki shamba. So green card itakuchanua kwa sababu katika green card kama mtu amerithi shamba utaona. Kama alikuwa allotted hiyo shamba, kwamba alipatwa hiyo shamba yeye ndio mtu wa kwanza na serikali, utaona. Kama alinunua through bank sale kwa auction, utaona. Kama hiyo shamba imechukuliwa loan na imekuwa charged, utaona. Kuna sehemu inaitwa encumbrance section. So hii due diligence ni muhimu kwa sababu a copy of the green card is like a testament of the original document which is available at the registry. Kwa hiyo usikimbilie, usiseme sijui mawakili watakula pesa, sijui ni nini, naweza fanya mwenyewe, natafuta mabrokers. Utajipata kwenye hii kesi ya ndugu yangu kwamba sasa 10 years ago mtu amedevelop. Hebu imagine umeishi sehemu, umedevelop, you call it home, then all of a sudden unapata makaratasi ya kotini, an eviction order. Utasikia sababu tu wa kufanya due diligence. So fanya green card, tafuta surveyor, ushakonfirm kwamba shamba kwa jina lake, tafuta surveyor aenda kukonfirmia boundaries. Maana my friend, unaweza nunua plot A kwenye document, kumbe vitu kwa ground ni plot B. Iko umeelewa? So nenda surveyor akufixie beacons. Na survey marks zake ni profession yake, yeye mwenyewe anajua kwamba this is where the land is. So 10B yangu ya leo, wewe unataka kununua hii shamba, kabla haujaenda kufanya mkataba, fanya search, identify na ikiwezekana nenda ukafanye physical verification ya hiyo shamba, uione kabisa bwana, huyu ndo bibi harusi. Hizi ndo documents, na documents ziko sawa, zimekuwa verified. Basi kitoka hapo, go ahead, nenda ukaandikishe mkataba. Ushauri wangu mwingine, huu mkataba basi usiende ukaandikiwa na chief. Maana hii sasa imekuwa ni kazi. Machief mtanisamea, lakini machief saizi wamekuwa mawakili. Machief wanaandika mikataba ya kuuza mashamba. Mtu ananunua shamba, hiyo barua chief haijaandikwa hata plot number, haijaandikwa acreage ambazo mtu ananunua. Mkataba haujasema kabisa hii pesa inalipwa vipi na kwa muda gani. Sasa unajipata wewe unanunua shamba lakini unavunja mkataba ambao kwamba umeandikwa na mtu ambaye hiyo sio taaluma yake. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuelimishana, si kwa ajili ya kwamba tupondane kazi za watu wengine. Hala wewe mnunuzi wa hiyo shamba, fanya due diligence. Chunguza mchumba wako, akupendezeshe na tabia zake na kila kitu.
ndio ujiingize. Kwa hiyo kwangu, kosa ambayo kwamba wewe ulilifanya hukufanya due diligence, kwa sababu ungekuwa umefanya due diligence usingeweza kujiingiza katika mkataba wa kununua hiyo shamba. Ona nitazama, hayo ndio matatizo yetu sisi kama wapwani. Tunachukua vitu simple. Eti mtu amenunua shamba tena kwa mdomo. Section 3 of the Law of Contract Act inasema every agreement ya shamba of sale has to be written either in a note or in a memorandum. Sawa, leo unaandikisha na mtu na mkataba wa shamba eti nimenunua shamba pale mazee na chiziploti changu bara itakuramba. Tupatane tuidiscuss hiyo process huko mbele baada ya kufanya due diligence. What do you do?